Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana kwa kutengeneza nafasi kama hii. Naitwa mchungaji Isaiah Goro, natoka na Nairobi Kayole. Na wasalimu katika jina lake Bwana Yesu Kristo kwa Bwana kutengeneza nafasi kama hii, fursa kama hii. Lakini kabla hatujaanza neno lolote, wacha kwanza tuombe na tumwambie Bwana asante kwa sababu ya fursa kama hii. Jina lako linaitwa Ebeneza, Mungu wa utukufu. Jina lako lihimidiwe Bwana kwa kutengeneza nafasi kama hii. Tunakuinua sababu ni Bwana. Wacha uwezo wako na uwepo wako uonekane Jehova. Katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tumebariki, amen. Mpendwa, nena kunena nawe kuhusu mifupa mikavu. Mifupa iliyokauka. Mifupa ambayo haina ladha. Mifupa ambayo hata mbwa ikipata barabarani haina haja nayo tena. Mifupa ambayo watu wanapiga teke. Mifupa ambayo hata mvua ikinyesha na kuja jua tena baadaye bado imekauka. Ninaenda kuongea kwa Ezekiel 37. Ezekiel 37. Bonde la mifupa mikavu. Ninaenda kunena kwa ndoa ambazo zimekauka. Ninaenda kunena kwa biashara ambazo zimekauka. Ninaenda kunena kwa masomo ya watoto ambao wameshakauka. Ninaenda kunena katika harusi ambazo leo hii zimekauka. Upendo, furaha ambayo ilikuwa katika zile ndoa leo hazimo tena. Katika ile biashara ambayo ilichukuliwa hata loan kubwa ikafunguliwa watu wakiwa na furaha, leo hizo biashara zinasambaratika, zinaanguka. Kwa sababu gani? Zimebadilika zikawa kama mifupa mikavu. Ndoa ambazo wengine walikuwa nazitamania, wanasema ndoa yangu afadhali iwe kama ile, leo hazina furaha tena. Watu wanagawana. Sababu gani? Ndoa zimekosa ladha, zikawa kama mifupa mikavu. Wacha nisome neno la Bwana. Ezekiel 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, na akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katika bonde, nalo limejaa mifupa. Bible inasema limejaa mifupa. Ukienda katika miji mikubwa unakuta mifupa imejaa. Hata hizo nyumba za kifahari mifupa imejaa. Hakuna upendo, malumbano, vita, mifupa imejaa. Hakuna tena biashara ambazo zinasonga. Kwa sababu gani? Mifupa iliingia ikapenya. Shetani akachukua ule mali ambayo ilikuwa ya maana, akachukua, akapokonya wenyewe, akapokonya hata furaha, akakupokonya hata upendo, akakupokonya yale yote ambayo ilikuwa na maana, akakupokonya, ukabaki na mifupa mikavu. Bible inasema verse 2, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi. Hata ukienda sokoni kuna mifupa mingi. Kina mama wanalia, hata ukienda barabarani kuna mifupa mingi. Watu wanalia, hata ukienda hata unapotembea unakuta wanaume wanalia, sababu kila kitu kimegeuka kikawa kama ni mfupa. Watu wanapoongea, wanapopiga gumzo, unasikia kila mmoja analia. Lakini wacha nikwambie, imeandikwa katika kitabu cha Isaiah 22 verse 25 ya kwamba leo hii mimi Mwenyezi Mungu nitang'oa yale yote ambayo yameshindiliwa katika maisha yako. Mwambie Jehova leo hii, hata kama chochote ambacho nimekuwa nikifanya imegeuka kama mfupa, lakini Bwana una uwezo wa kung'oa yale yote ambayo shetani ameleta na kashindilia katika ndoa yangu, katika maisha yangu, hata kwa watoto wangu. Leo hii Bwana atayang'oa. Tunaye Simba wa Yuda ambaye ana uwezo wa kung'oa. Imeandikwa katika Revelation 3:8 ya kwamba mimi Mwenyezi Mungu nimeshaweka mlango mbele yako, ambaye hakuna hata mwanadamu yeyote ambaye atakayefunga. Leo hata kama wamesema itageuka kama mfupa, sisi tunasema Jehova ameshaweka mlango, itafunguliwa huo mlango. Hakuna yeyote yule ametoka north, south ama east hatafunga. Tunasema tunaye Simba wa Yuda ambaye Bible inasema katika the book of Proverbs 30 verse 30 ya kwamba cha kwanza, yeye ni simba huyu ambaye tunanena juu yake. Yeye ni simba huyu ambaye tunasema atakuinua. Yeye ni simba, akinguruma biashara itanoga, itainuka. Yeye ni simba, akiinuka na kunguruma ndoa itasimama. Yeye ni simba. Jina lako lipewe sifa.
Biblia inasema katika Wakolosai 2 mstari wa 14 ya kwamba aliyavuta yale yote yaliyoandikwa. Dada yangu, hata kama iliandikwa ndoa yako itasambaratika, inua mikono na useme ya kwamba haitasambaratika, sababu Bwana amesema ya kwamba alivuta yale yote yaliyoandikwa. Imeandikwa katika the book of Nahum 1:13 ya kwamba hiyo minyororo yote atayavunja vunja. Imeandikwa katika the book of Jeremiah 40:4 ya kwamba leo mwana Jeremiah, ninatoa hizo minyororo katika mikono yako. Hiyo minyororo ambayo imefanya ndoa isimami, biashara isongi, kila mara ni magonjwa, leo hii nyororo hiyo inatolewa katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Msalabani akasema, njooni nyote mlio na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Leo atakupumzisha. Imeandikwa katika the book of Jeremiah 30:8 kwamba leo nitavunja yale yote ambayo mmetwishwa katika mabega zenu. Leo tunazivunja. Imeandikwa katika the book of Psalms 81:6 kwamba leo nitatoa uteo wa dhiki na shida ambazo umetwishwa na mashetani, ambazo umetwishwa hata wakati fulani. Pengine ukilala uliwekewa hizo mizigo, pengine ukisoma uliwekewa hizo mizigo, pengine ukiwa college uliwekewa hizo mizigo. Lakini tumeleta neno la tumaini kwambia kwamba tunaye Simba wa Yuda ambaye atakutolea hizo mizigo. Yeye ana uwezo wa kuzitoa siku ya leo. Nina imani atakutolea. Nani akataka kubali? Akishasema ndio, hakuna yule atakayesema la. Akikuinua, kuna atakaye kushusha. Akikubariki, kuna yule atakaye kulaani. Mwambie asante Jehova, sababu ninakukuinua jioni ya leo. Inua baraka za Bwana inaenda kukuinua. Biashara inainuka, ndoa inainuka, masomo watoto inainuka. Sema Bwana nakuinua. The book of Matthew 15:13 Bible inasema kwamba chochote ambacho Bwana hakupanda kitang'olewa. Kile ambacho kinafanya ndoa yako inasambaratika, leo tunaking'oa. Kile kinafanya biashara hainogi, tunaking'oa. Haijalishi walienda hata mpaka chini kwenye bahari wakaenda kuongea na mizimu, tunasema waende huko chini. Hata wakienda chini, Simba wa Yuda akienda chini, akiwa ndani ya maji, anaitwa maji ya uzima. Simba wa Yuda, Yesu wetu akienda katikati ya miti, anaitwa mti wa uzima. Hata waende juu ya miamba na wasimame juu ya miamba, hapo Yesu wetu atafika. Na akifika katikati ya miamba, ataitwa mwamba wa uzima. Ni yeye tunamuinua jioni ya leo. Tunasema hiyo tumbo ambaye imekataa kuobeba mtoto, tunaye Simba wa Yuda ambaye alimbariki Ana alipokuwa anasimangwa, anachekelewa wakati watu wanaenda mtoni. Ni jina la Ana. Watu wanapoenda kusiaga, ni jina la Ana. Wakati wa Bwana ulipofika, Ana akabeba mtoto mko miguuni mwake. Ninasema kwamba furaha inarudi kwa hiyo nyumba ambao watu wamechekelea. Furaha inarudi. Kama aliyepatia Ana, haijachelewa. Hata wewe, it is never too late without Jehovah. Without God, it is never too late. Atakutendea. Alitendea Sarai, akampa jina jipya, akaitwa sana mama mataifa. Mwambie Jehova, hata kama umechelewa, lakini hautakoma kuja kwangu. Hautakoma kuja katika biashara yako. Hautakoma kuja katika nyumba yangu na kuleta amani. Imeandikwa katika Jeremiah 23:29 kwamba neno langu mimi Mwenyezi Mungu, neno langu ni moto, neno langu ni nyundo. Mwambie Bwana hilo neno ambalo ni moto, siku ya leo ikachome kila nira, kila nguvu za giza. Mwambie Jehova leo kwamba nyundo yako ikapasua miamba ambayo imesimama mbele yako. Bwana alipoingia na kina Lazaro, akapata watu wanalia, kuna majonzi. Lakini Bwana alipoingia, akaleta tumaini pale hapana tumaini, akaleta furaha pale hapana furaha. Leo Bwana anakurudishia
upewe sifa. Mungu wa Israeli una mamlaka. Imeandikwa katika Zaburi 40 mstari wa 2 ya kwamba alining'oa nikiwa katika ndani ya kidimbwi ambayo inanuka uvundo, ambao katika tope, ambao hapo kwa hiyo tope kuna shida, lakini Bwana anaweza kukunong'oa pale akakupa jina jipya. Vile alimpa Yakobo jina jipya, hajachelewa nawe akupe jina jipya. Vile alimpa Yusufu jina jipya, hajachelewa akupe jina jipya. Vile alipatia Yesu jina jipya, mtoto yatima, Bwana akamtengeneza akawa malkia, akawa queen. Hata na wewe dada yangu, usife moyo. Wakati wako ni leo, wakati wako ni sasa. Bwana anakubadilisha jina. Inuliwa simba wa Yuda. Isaiah 54:17 inasema, no weapon fashioned against you shall prosper. No weapon fashioned against me shall prosper. Say not to no weapon fashioned against my children shall prosper. No weapon fashioned against my husband shall prosper. No weapon fashioned against my wife shall prosper. No weapon fashioned against my business shall prosper. Sababu tunaye simba wa Yuda. Akasema katika Isaiah 45, nimeshashikilia kuruhusu mkono wa kuume, nitayatandaza milima iliyosimama mbele yako. Leo tunaye simba wa Yuda. Hatatandaza milima ya magonjwa, hatatandaza milima ya kukosa furaha, hatatandaza milima ambayo inafanya biashara isongi. Huyu ni Jehova ambaye anaweza. Katika kitabu cha Yohana 5 kuna kijana, kuna mwanamume ameketi pale miaka 38. Kama kuna jua linamchomea pale, kama kuna mvua ananyeshewa pale, kama kuna baridi anapigwa pale. Alipokutana na simba wa Yuda ambaye anarudisha tumaini, akamwambia nikutendee nini? Akasema, Bwana, mimi sina mtu wa kuniweka pale kwenye kidimbwi, hata kama ina matao na birika, lakini mimi sina. Leo tunasema simba wa Yuda ameshakuja. Mwambie Jehova, nimeinua mikono, unaenda kunitoa kwenye shida ya dhiki. Hata kama nimekuwa hapa miaka ngapi, nikawa kama mfupa mkavu, Baba leo unaning'oa kwenye hizi dhiki, unaning'oa. Imeandikwa katika kitabu cha Psalms 30:11 ya kwamba nishakutolea nguo za aibu, nguo za fedheha, nguo za kuchekelewa. Mwambie Jehova, asante. Nitolee nguo za kuchekelewa, nitolee nguo, nivisha kilemba cha kuheshimika. Nipe jina jipya la kuheshimika, nipe jina jipya na nifungulie milango, sababu ukifungua kuna wakufunga. Kisema ndio, kuna wakusema la. Wewe ni Jehova Jireh, nina imani atakutendea. Yakobo katoka kwao akiwa na kijiti peke yake. Akifika kwa Labani akawekwa mjakazi. Baada ya miaka 7 akitaka kupewa kile ambacho alikuwa anataka, akabadilishiwa, akapewa kingine. Nikwambie leo, yale unahitaji, hakuna shetani, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna mizimu ambayo itabadilisha. Bwana ameshasema, njooni nyote mlio na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Leo hii njoo na huo mzigo, mzigo wa kansa, njoo na huo mzigo, mzigo wa kukosa kazi, njoo na huo mzigo. Beba makaratasi yako mbele zako, mwambie Jehova, haya makaratasi hata kama yamekuwa kama mifupa mikavu,
Jina lako liinuliwe Jehova. Jina lako liinuliwe Yahweh. Jehova yedibona uwezo na mamlaka. Imeandikwa katika the book of Jeremiah 29:11. Kama mimi Jehova nina mambo mazuri, matarajio mazuri juu yako wewe mwanadamu. Hata kama wengine wamesema ya kwamba mwaka huu utamaliza, sema Mungu kuna mipango mizuri juu yangu. Hata kama wamesema hiyo biashara itaanguka, sema Mungu wangu hakuna mipango mizuri juu yangu. Hata wakisema watoto wako watakumbia dawati, sema Mungu wangu hakuna mipango mizuri juu yangu. Nyumba yangu haitafungwa. Nina imani ya kwamba nyumba yangu haitawekewa vifuli. Nina heshima wa Yuda ambaye amesema yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni mwanzo wa zamani. Yeye ni mwanzo wa furaha. Yeye ni mwisho wa shida. Shida zikija, Jehova yuko. Atakuinua, atakuinua, akupandishe cheo, akupandishe ngazi. Wale wote ambao walikuwa wanasema uwezi, watakupigia saluti. Vile Yusufu alipigiwa saluti akitoka kwenye gereza, amevaa kunguru. Yusufu alipoitwa, wengine wakadhani ya kwamba neno kuongezwa miaka zingine za kufungwa. Kumbe Jehova anajua kesho yako, sio mwanadamu. Jehova anajua kesho yako, anajua hatima yako, anajua jina lako. Leo anajibadili kwa programu ya leo, kwa injili ya leo. Mwambie Jehova, kama Yusufu ulimtembelea kwenye gereza, nitembelee Jehova. Kama ulitembelea Yakobo ukambadilisha jina, kama Israeli mbarikiwa, nitembelee leo. Kama ulitembelea Sarai ukambadilisha jina, nitembelee leo. Kama ulitembelea Ana ukampa mtoto Nabii Samuel, nitembelee leo. Tunaye Simba wa Yuda. Haijachelewa akuinue, haijachelewa akutetee. Haijalishi kama una mtetezi. Mtetezi wetu ni Yesu. Hata wakati Nehemia katika the book of Nehemia 4, wakiwa katika nchi ya ugenini, amefungwa, kazi yake ni kupeana mvinyo. Mfalme akaona roho yake inafadhaika, sura yake yenye furaha. Pengine ninaongea na mama anapotembea, sura yake yenye furaha. Pengine naongea na mzee anapotembea, sura yake yenye furaha, sababu kila kitu kinakwama. Tunaye Simba wa Yuda, yeye ni burudoza, atang'oa kila ngome ambaye amesimama mbele yako, atang'oa. Sema Jehova ng'oa, atang'oa. Kile imeandikwa katika Isaiah 22:25 kwamba mimi Mwenyezi Mungu nitang'oa misumari kwa nguvu, na yale yote ambayo yaliwekwa kwenye msumari, iwe ni magonjwa, iwe ni kuitwa tasa, iwe ni kuitwa total joblessness, wewe ni total mviringo. Tunaye Yesu ambaye anapeana kazi. Kama Yusufu ametolewa kwa jela kwenye gereza na akapewa kazi, bado hajachelewa. Bwana kupe tumaini na kupe hiyo kazi. Kama Jehova alimpatia Ruth ambaye alikuwa kati nyumba ya watu wakishachukua vitu vizuri, Ruth yuko nyuma, lakini Jehova akambadilisha jina, akamweka mke wa mwenye hiyo shamba. Bado haijachelewa, bado haijachelewa, bado haijachelewa.
ili Jehova akatibue maji na mgonjwa akapone. Kama yule mgonjwa alipona baada ya miaka 38, shikilia pale panapokuuma. Tunaenda kuomba kwa tumaini, kama ni mrehemu huyu kijana ambaye alikuwa katika nchi ya Gerasi miaka na vikaka, akijikata mabao alipokutana na Jehova, alipokutana na Kristo, Bwana akafungua. Sema leo ninafunguliwa, sibaki kwenye hili gereza la kufungiwa. Ninakataa kwa nyuma, sababu Bwana amesema we are not the tail but the head. Wewe ni kichwa, wewe sio mkia. Kwa masomo yako wewe ni kichwa, wewe sio mkia. Kwa biashara yako wewe ni kichwa, wewe sio mkia. Ndoa yako watu wanatizama, waone upendo, waone furaha. Jina lako liinuliwe Jehova, jina lako liinuliwe Yahweh. Baba, tizama huyu mama ambaye analia, tizama huyu dada ambaye analia, tizama huyu ndugu ambaye analia. Baba, mrudishie tumaini pahali hapana tumaini. Baba, rudisha tumaini pahali hapana furaha. Baba, rudisha furaha. Kama ulinge kwa kina Lazaro, dada zake wakilia, Lazaro ashanuka, watu wakaamini ya kwamba Lazaro hawezi kuinuka tena, kwa sababu ya rehema na neema za Bwana. Lazaro akainuka. Leo hiyo biashara na itabiria itainuka, na tabiria hiyo ndoa itasimama, na tabiria hiyo kazi itapatikana, na tabiri ugonjwa utaondoka, na tabiri hiyo kwamba ambayo unapangilia kwenda kujenga itatimilika. Jina lako litawale Jehova. Nina imani Mungu wa Israeli unaenda kuinua watu wako. Mungu wa amani unaenda kutenda. Jina lako linaenda kuinuliwa. Mwambie Baba shida zako sasa. Njoo mbele za Jehova sasa. Tunaenda kuomba na dada fulani, wacha tuombe na ndugu fulani. Mimi ambaye ninahubiri leo, kuna wakati nikiishi Nairobi hii nilishindwa kulipa rent. Mama yangu akatoka nyumbani akapata ndani yangu mwenye plati akaweka ni mbuzi, wanipigia kelele nihame. Nilishindwa kuhama, sina hela, nilikuwa mfupa mkavu. Kinisimba yule mwenye kurudisha tumaini akanirudisha tumaini. Leo nimekuja kukutabiria kwamba inawezekana. Hata kwako leo inawezekana. Jehova akuinue, Jehova akupe jina jipya, Jehova akuponye. Hiyo ndoa Bwana aiponye, airudishe furaha. Hiyo biashara Baba iguse, akainue tena. Hiyo kazi ikapatikana tena. Ninakuinua Jehova, Baba una uwezo. Ninarudi kusema imeandikwa katika Mathayo 15 mstari wa 13 kwamba chochote ambacho Bwana hakupanda kitang'olewa. Leo tunang'oa aibu ambayo shetani analazimisha katika nyumba yako. Leo tunang'oa kukosa kazi. Leo tunang'oa kukosa furaha. Leo tunang'oa nguvu za magonjwa. Leo tunang'oa hizo dhiki ambazo zinafanya nyumba yako
Mwambie Jehova, chochote ambacho kupanda king'olewe leo kwa maisha yangu, kwa ndoa yangu, kwa biashara yangu. Chochote ambacho kupanda, Baba mwa, tunaenda kuomba. Umwamini Jehova, umwambie Jehova neno lako vile limeandikwa katika Zaburi 55, likishuka kama mvua linyeshavyo halitarudi bila kutenda jambo. Leo halitarudi bila moja kupona, bila kazi kupatikana, bila mtoto kupatikana, bila biashara kuinuliwa. Leo halitarudi. Weka mikono juu, mwambie Bwana, nenda mbele zako. Ninapokea yale ambao umetabiri. Ninakutabiria unaenda kuinuliwa. Bwana, katika jina la Yesu. Tazama huyu dada, tazama huyu mzee, tazama huyu mtoto wa shule, tazama huyu kijana. Baba, waonekanie biashara hii. Baba, inua. Baba Mungu wa majeshi, tazama ndoa hii, kutana mahitaji watu wako. Rehema zako Bwana zikaonekane. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tumepata kumwona kwa mimi. Amen. Mpendwa mtazamaji, mimi niliongea nawe, naitwa mchungaji Goro Isaiah. Natoka katika kanisa la Bahati kule Kayole. Namba zangu kitaka tuwasiliane kwa maombi, mawaidha na mashauri, counseling. Namba zangu ni 0733 79 49 10. Narudia, namba zangu ni 0733 79 49 10. Namba zangu zingine ni 07 1007 70 53 76. Narudia, 07 70 53